Of course naomba niongee machache kuhusiana na Young Africans, na hii ni kuhusiana na kikao ambacho kiliitishwa na waziri wa michezo. Kama kweli Yanga walitoka kwenye kikao na waziri wa michezo kwa ajili ya kusuluhisha ile mgogoro baina ya Yanga, bodi ya ligi na TFF, na bado Yanga wameendelea kubaki na msimamo wa kwamba hawachezi mechi ya dabi, maana yake ni kwamba hawajiheshimu wizara ya michezo, lakini pia hawajiheshimu bodi ya ligi, lakini pia hawajiheshimu TFF. Unajua wakati mwingine watu wanapokuita kwenye kikao kusuluhisha jambo fulani, maana yake wanajua umuhimu wako kwenye nafasi husika. Ina maana kama hawa watu wanajua umuhimu wako kwenye nafasi husika, maana yake inabidi kuna namna uwasikilize, kwa sababu mpaka wanakuita kwenye suluhishi means wao wamekuheshimu wewe. Ina maana wizara ya michezo, bodi ya ligi, TFF wameheshimu Young Africans, na ndio maana walitisha ule mkutano, kwa sababu sosi ya ule mkutano au kile kikao ni Yanga. Simba walishakubali kwamba watacheza mechi ya pili, lakini Yanga ndio walionekana kugoma. Ina maana mpaka bodi ya ligi, TFF, wizara wanaita Yanga, maana yake walishagundua kwamba Yanga ndio sosi, na ndio maana walikubali kuwaita ili wakae kwa pamoja wajadiliane ili jambo liweze kumalizika. Lakini cha kushangaza ni kwamba bado Yanga wana msimamo ule ule kwamba hawachezi mechi ya dabi, hawachezi mechi ya dabi. Sasa ni kitu ambacho kidogo kinafikirishwa kwa namna moja ama nyingine. Unajua timu sio ya viongozi waliopo madarakani, kwa maana kina Engineer Saidi, kina Rafat Haji na wengine. Hii ni timu ya wanachama, maana yake wanachama wana nafasi kubwa ya kuamua timu hiyo icheze dabi ama isicheze dabi. Lakini pia wanachama ndio wamewachagua viongozi madarakani. Ingawa ndani ya hao wanachama kuna wanachama ambao wanatamani kuona mechi inachezwa, na kuna wanachama ambao hawatamani kuona mechi inachezwa. Lakini pia kuna mashabiki ambao wamejiingiza kwenye kundi la wanachama. Yaani hao ni wale mashabiki ambao ni maarufu, wao kila siku wako na timu. Lakini wengine sio wanachama wa Yanga. Sasa kama mtu sio mwanachama wa Yanga, ni shabiki tu, anasema anakuja na hiyo mamlaka ya kusema Yanga isicheze mechi wakati ni shabiki wa kawaida. Unajua guys, niwaambieni kitu kimoja. Kucheza mechi ya dabi kuna faida nyingi sana. Kwanza mnatoa burudani kwa watu, lakini pia inawasaidia pia kupata mashabiki wapya. Lakini msipocheza mechi ya dabi, manake kuna mashabiki wapya hamwezi kuwapata, lakini pia watu wataona kama nyinyi hamueleweki, na watu wataanza kufikiria kuhusu uelewano kwenye mpira. Unajua hakuna nchi duniani ambayo mtu anaweza kugomea tu mechi bila sababu ya msingi. Kwa hiyo mnavyosema tunataka kugomea mechi, lazima pia mwe na sababu zinazoeleweka. Lakini tayari suluhu imepatikana, yani suluhu la hilo swala ambalo mnalalamikia limepatikana, na ndio maana imeitwa wizara ya michezo, wameitwa bodi ya ligi, TFF, kwa ajili ya kusuluhisha hili jambo ili liweze kwenda sawa, ili kila mtu apate acheze mechi na haki ya kila mtu iweze kupatikana. So kwangu, kama Yanga wameitwa kwenye hiyo na wizara na bado kwa ajili ya kupatiwa usuluhishi na bado wamekaa kushikilia msimamo ule ule, hiyo ni kuikosea heshima wizara. Yaani wizara ya michezo ndo wizara ambayo imepewa mamlaka na serikali kusimamia mpira wa Tanzania kwa kushirikiana na TFF. Sasa kama wizara inawaita kutafuta usuluhishi, lakini bado hamuheshimu kile ambacho wizara inakisema, maana yake hamuitendei haki wizara. So ambacho nakiamini ni kwamba Yanga wanapaswa kukubali kucheza mechi kwa maslahi ya mpira wetu wa Tanzania, lakini pia Yanga wanapaswa kukubali kucheza mechi kwa maslahi pia ya mashabiki na wanachama wa Young Africans, lakini pia na wapenda michezo kwa ujumla. Unajua hili swala la timu kuja kugoma na vitu vingine ni swala ambalo linaweza kuleta athari kubwa sana. Of course Yanga watakuwa wamechangia kwa kiasi kikubwa kuboresha mpira wetu kama ikitokea wamegoma moja kwa moja, kwa sababu unavogomea mchezo maana yake ni kwamba unataka sheria zifuatwe. Ina maana Yanga anavozidi kugoma ndivyo ambavyo wanaimarisha bodi ya ligi au wanaikumbusha bodi ya ligi kufuata taratibu na kanuni ambazo zimewekwa. Ina maana kwa namna moja ama nyingine Yanga watakuwa wamechangia kunyoosha soka letu, watakuwa wamechangia kuboresha mpira wetu kama ambavyo wamechangia pia kupigania uhuru wa Tanzania. Kwa hiyo hilo linaweza kwenda kutusaidia kwa upande huo, kwa maana ya kwamba kugoma kwa Yanga kunaweza kuinyoosha bodi ya ligi, kuifanya bodi ya ligi iweze kurejea kwenye mstari na kutumia zaidi kanuni ambazo wametengeneza kama ambavyo wanazitumia kwenye timu zingine. Kwa sababu ukiangalia zipo timu ambazo msimu nyingi zimeadhibiwa kwa kanuni. Lese mfano Biashara kaadhibiwa kwa sababu ya kanuni, na timu nyingi tu zimeadhibiwa kwa sababu ya kanuni. Lakini Simba na Yanga wanafanya makosa waadhibiwi kwa sababu ya kanuni. Hiyo ni kwa sababu kuna ugumu ambao bodi ya ligi na TFF wanaupata, yani hawapendi kutumia kanuni kwenye hizo timu mbili. So ili kutengeneza standard ya ligi yetu lazima kanuni zifuatwe. Maana yake Yanga wakiendelea kugoma na kushikilia msimamo huo utasaidia sana mpira wetu
kunyoka na kurejea kwenye matumizi ya kanuni, kwa sababu hata TFF na bodi ya ligi watajua kwamba bila kanuni hatuwezi kuendesha mpira, na hiyo itatusaidia kunyosha mpira wetu. Lakini kwenye issue nyingine, kwa maana ya upande mwingine, mpira mechi kutokuchezwa maana yake ina athari yake ni kubwa zaidi. Kuna athari kwa wadhamini, kuna athari kwa mashabiki, kwa maana Watanzania wengi wanapenda kuona burudani hii na kuona hii burudani, na sio tu Watanzania, duniani, yani Afrika nzima na dunia kwa ujumla. Watu ambao wanapenda mpira wanatamani kuona pia dabi ya Kariakoo inachezwa kwa ajili ya kupata burudani. Yani unajua dabi ya Kariakoo ina vibe fulani hivi ambalo yani mechi ikichezwa unajua ni Afrika nzima inazungumza. Kwa hiyo ili kutokuwanyima watu burudani ya dabi, inabidi Yanga pia wakubali kucheza dabi. Kwa hiyo hapa kuna faida za pande mbili. Kuna Yanga kupigania maslahi yao, ambayo hiyo inaweza kusaidia mpira wetu kukua, kwa maana ya kanuni kufuatwa zaidi, na kanuni zikiwa zinafuatwa, by the way, ni rahisi mpira wetu kukua, tofauti na vile ambavyo kanuni zikiwa hazifuatwi. Kwa sasa hivi kanuni zikiwa zinafuatwa vizuri, maana yake mpira wetu utakuwa kwa kiasi kikubwa. Lakini pia upande wa pili ni Yanga kuonekana kama wanaikosea heshima serikali kupitia Wizara ya Michezo. Wakigoma kabisa, maana yake wamekosea heshima wizara, TFF na bodi ya ligi, kitu ambacho sio kizuri pia kwa upande mwingine. Kwa hiyo Yanga hapa wako katikati, yani kuna upande utaleta faida, kuna upande ambao unaleta hasara kwa upande, kwa sababu wataonekana kama wana kiburi. Hawaheshimu serikali, hawaheshimu TFF, hawaheshimu bodi ya ligi. Lakini ukija kwenye upande huo, ni upande ambao hapo tunazungumza interest ya watu wengi, kwa maana wizara na TFF na bodi ya ligi wao wanapambana mechi ichezwe. Kwa hiyo wale wanapigania interest za walio wengi, lakini Yanga inapigania interest zao wenyewe, ambazo zitakuja kuleta faida kubwa zaidi huko mbele. Kwa maana ya kwamba Yanga wakigoma moja kwa moja kutokucheza dabi, ina maana italeta reform kwenye mpira wetu. Maana yake kanuni zitakuwa zinatumika kila siku, kitu ambacho kitakuwa ni faida kwenye mpira wetu kwa miaka 3-4 inayokuja mbele. So kwa sasa Yanga wanaweza karata mbili wanazicheza kwenye tukio moja. Kwanza, kuidharau mamlaka, kwa maana ya serikali pamoja na bodi ya ligi. Hiyo ni karata ya kwanza wanaicheza. Karata ya pili ni kugoma kwao kunaweza kuleta mabadiliko makubwa sana kwenye mpira wetu, kwa maana ya kwamba watakuja kushape mpira wetu na mpira wetu kuonekana kama ni kuonekana bora zaidi, kwa sababu kanuni zikiwa zinafuatwa moja kwa moja, maana yake hiyo itapelekea direct mpira wetu kukua zaidi na kupiga hatua kubwa. Kwa hiyo hizo karata zote mbili Yanga wanazicheza. Kwa hiyo tusubiri ni ipi itafanikiwa, lakini mpaka sasa Yanga wako kwenye wakati mgumu sana.